na pia kushughulikia Kenya mzima, ndio kuna mambo. Na ndio itakuwa tu sote ndio tunasemaga patience pay, na mngoje na mtafaulu wote. Mahubiri ya siku ya leo ingewezekana hata tungeongea. Uliongea mambo yote. Mambo ya ukabila, mambo ya kupendana, mambo yote ile inafaa watu wasikie, tulisikia kwa huyu jamaa. Na vile wanaina unasema unatembelea huyu jamaa wa kanisa, mimi nitakutangulia. Kwa sababu wewe unacheza mambo kidogo kanisani. Mimi ni mtu wa kanisa. Ndio unaona sasa ninadimwa sana kwa sababu ya kanisa. Lakini mimi nitakaa tu kwa hiyo laini hapo. Kwa hiyo laini ya kanisa. Uruke juu, uende chini, usonge kando, mimi nitakaa tu kwa hiyo laini ya kanisa. Kwa sababu najua maana yake ni nini. Unajua kama wewe hujui maana ya mambo mengine, usiongee, nyamaza. Watu kama sisi tunaelewa mambo mengine kwa sababu penye tunatoka. Na ndio mimi nataka na waombe kwa unyenyekevu sana. Kama vile hapa chini kanisa ya Jeshi la Wokovu, kanisa la Catholic, kanisa la Familia, kanisa hizi zote nimeona wahubiri wengi wamejaa hapa, walikuwa zaidi ya 70, wanapigania kwenda mbinguni. Na sijawahi sikia wakisema kuna mbinguni tofauti. Nasikia sisi wote tunapambana kwenda mbinguni, na ile mbinguni tunapigania ni moja. Pia mimi nataka niwaombe kama Wakenya hapa chini, kwa sababu Bishop sisi tunahubiri hapa chini. Tunahubiria watu tukae vizuri, tukae namna hii, tukae vizuri, tutengeneze barabara, tuweke stima, na nyinyi mnatuhubiria kwenda mbinguni. Unajua yetu Bishop ni afadhali kidogo, kwa sababu hata siku ya tarehe ya kura tunajua ni tarehe 8, tarehe 10, siku hizo ngapi. Lakini ya mbinguni kwanza tusaliwa, tunaambiwa Yesu anarudi na tunakubali. Si kweli? Na bado tuko hapo. Yesu atarudi sana, hivi kurudi kwa Yesu ni hii ama kuna ingine watu wanakuja na tarumbeta ndio wanasema, na ile sisi tunangoja tu hiyo Yesu atarudi kama ni vile uhubiri ukasema mbinguni hakuna ukabila. Pia hapa chini mimi ni Mkenya kutoka Nandi. Jamani, naomba sana kwa heshima, tukishikana sisi ndio tunafaa kufanya namna hii. Sisi ndio wenyewe. Sasa hata kama wewe ni mwenyewe na wewe ni MP, sasa utasaidia namna gani? Sometimes tuangalie ujuzi kidogo. Mahubiri ya huyu, kwa sababu leo watu wengi sana, wote tumsukuma huyu sasa tukubali. Lakini ukikoma tena kusema sisi ndio wenyewe. Wewe ndio wenyewe wafanya nini? Ndio unasikia na sisi tunasema, unapata mtu anasema tuchague huyu jamani, ni tumungwana sana na mpole. Mpole ana maneno. Huyo mpole ana maneno. Tukifika kujenga kanisa ama kujenga shule, utakata masikio yake tujenge naye kanisa. Si lazima uangalie useme huyu hapo na network. Hii network ya huyu inafika wapi? Inapita bali, inapita bali. Inapita na kurso, hiyo ndio unaangalia kwa uongozi. Usiwahi chagua hata mtu kwa sababu rafiki yako ama kwa sababu ni mtu wa karibu kwako. Hapana. Chagua mtu unaona anasatatua mambo ya kitendeka ama mambo ya kitakikana. Na ndio nataka nikuombe Wanjoi. Wakati Lucy alinipigia kuhusu haya mambo ya shamba, nilikuwa hivi sipo Kenya. Yaani niliongea naye kwa muda sana, nikatafuta gavana na nikakuja kujua mambo mengine hapa. Kusema ukweli, Jomba alinunua shamba. Hiyo ni 100%. Lakini unajua mambo ya mashamba yako na mambo mingi hapa ndani. Na ndio nikawaambia sasa wewe na Muya na timu tusiende barabara ya kutini. Nataka turudi nyuma vile nimeongea na Chelele mtengeneze report hapo kwa county ili county walipe hiyo pesa. Na watalipa na current price. Halafu hiyo pesa ichukuliwe na Chelele wanunue shamba ingine kwingine. Pale ijenge sokoni. Tutembee.
tuanze mambo mengine. Mambo ya mashamba iko na mambo mengi sana, na Krabas ndio Krabas. Naona wale wanaenda wanataka kugrab shamba, wanafika pale wanaambiwa, unajua kama nilikuwa nasikia wengine wameenda kwa boy basi ati wao wanaambiwa sijui nini, mwingine anaambiwa sijui nini. I can tell you for free, mambo ya mashamba inataka edo. Ukipata mtu anaiba shamba ya mtu, hata usiulize, so long as umeconfirm hiyo shamba ni fulani, rudisha hiyo shamba kwa mwenyewe. Na ndio unaona kuna familia nyingine hapa ya Chegego walikuwa wamenyang'anya shamba. Wakati nilipata kuuliza tu maswali 2-3 kwa tani, ndio ndio walikuwa wanauza shamba. Nikarudisha hiyo familia, nikaenda nikawajengea nyumba na nikafukuza wale wakora. So mimi nataka niwaombe, mambo ya mashamba ni hatari. Na pia kama ni hatari, lazima tuwe na viongozi very strong in the mind ndio watatue mambo mengine. Mimi nataka niseme kwa wakati wetu wa Uasin, kwa wakati wa Kenya wote, kwa kanisa zetu, leo ni siku ngumu sana. Huyu Lucy ni mdogo sana, 35 years, 37, hata kama ni 40 ni mdogo sana. Tunampoteza, na ni mtu alikuwa na future, alikuwa mpole, alikuwa mtu muungwana, alikuwa mtu akijua kupanga mkakati. Mimi nataka nisikwambie mama, kwa sababu nimesikia vile unaongea. Unajua niliona mama mwingine siku nyingine alipoteza mtoto wake. Na huyo mama alikuwa tukifika kwake, kitu ya kwanza anasema tuombe. Lakini wakati tulipoteza mtoto yake, hapo ndio nilijua mambo ni ngumu. Nilikuwa na yeye nikimwambia mama, so wewe ndio unatuombea. Alikuwa nasikia. Mimi nataka nikuombe mama wetu. Wewe ni mhubiri. Umekuwa ukihubiria watu. Umekuwa ukienda mazishi kwa nyumba ya watu. Hauko unajua siku moja itakufikia kama leo. Nataka nikuombe na nikuombe. Kubali huyu mtoto wetu ameenda kwa stroke, ndio uweze kushikilia vijana kwa njia ya Kristo. Sisi tukifanya mambo mengine, wao utafanya yeye. I know what I'm saying. Wewe ndio utaweka watoto kwa laini mpaka watamaliza university, mpaka watakuwa wazima, mpaka wataoa na wamsahau mambo mengi. Kwa sababu najua niseme sisi wote tujue hakuna mtu mzuri duniani. Sisi wote tuko na kasoro. Hata nyinyi mmekaa mko na kasoro mingi hata kushika yeye. Yaani kazi ni kutoesha tu vidole hawa, wanaongeza ushuru hawa, jana tunawaambia. Mimi nataka niwaombe. Kwa hii serikali wakati tulifika, tulipata ikiwa empty. Saa hii msije kutoka kwangu, tuko 75%. By the end of this year, mambo itakuwa mambo tofauti sana. Unajua moja na rafiki yangu wajue kwa sisi. Na walikuwa wanatulima sana. Sasa wewe wajue na moja kwa sababu tumerudi kwa na tumerudi. Ile korokoro tulipata 250. Sasa hii ni 100. Sasa nyinyi na sisi nani hapo mbele leo? Huyu Wanjoi nilisukuma pesa mingi sana kwa Lucy nivuguze huyu Wanjoi. Lakini sipotushika na mimi nikainua mkono. Asiyekubali kushika. Tumeongea na Wanjoi, tumeongea na Moyo. Nikasema Moyo